Mimi nakumbuka kuna kipindi nilikuwa nikifanya jambo fulani kwa mchungaji. Nilikuwa nikifanya ile jambo na fulani anasema Mungu akubariki. Alafu akiwa na dawa sasa Mungu akubariki sana ongezea. Mungu akubariki sana mhazina wangu, akuzidishe. Yaani nafurahi vibaya sasa mchungaji amesema Mungu anibariki. Na wakati mwingine naona kabisa kuna mambo ambayo nayapitia. Sadaka niliyoitoa ni ndogo sana, lakini kuna mambo ambayo nayapitia. Na mtu wakati mwingine yanakuja na sawazika bila hata mimi kujua nimevukaje. Bila hata mimi kujua nimefanyaje. Kwa tunaamini kabisa hizi sadaka ndio njia pekee ya kubarikiwa. Mpendo, huwezi kubarikiwa bila sadaka. Yaani hapo hata ukidanganya, huwezi kubarikiwa bila sadaka. Haijalishi unatoa kwa nani, haijalishi unafanya kwa nani, lakini bila kutoa huwezi kubarikiwa. Unajua hii wiki nzima hii imepita, mtandaoni kuna jambo moja ambalo linaendelea sana la ndugu yetu huko Uganda, anaitwa Christopher na ninani kwa majina ya Uganda kwao. Huyu kijana ni kijana mdogo tu, amefanya tukio la ajabu sana. Amefanya tukio la ajabu. Ndio nilikuwa katika kufikiri nikasema kumbe sadaka ina nguvu kiasi cha kumpelekesha mtu mpaka kufanya jambo ambalo halimpendezi Mungu namna hii. Yule kijana alienda kwa mganga wa kienyeji. Ona jinsi ilivyo, wa mataifa wanajua jinsi ya kutoa vitu vilivyo vizuri kwa wale watu wao. Alienda kwa mganga wa kienyeji. Mganga akamwambia ili uweze kupata utajiri, uende ukaniletee kisu chenye damu ya watoto wanne. Kisu chenye damu ya watoto wanne. Yule kijana alitoka. Na kijana yule anasemekana pale ana watoto wawili. Akatoka. Alichoanza haraka kwa sababu hajapewa masharti kwamba kile kisu kiwe na damu ya nani na nani. Alichokifanya yeye akaenda kwenye shule daycare. Alipofika kwenye ile daycare siku ya kwanza akauliza utaratibu. Akajifanya kama anataka kumpeleka pale. Wakampa utaratibu mzima. Siku ya pili inasemekana akaenda tena. Alipoenda akaenda kulipia baadhi ya vitu pale kuonekana kama na mtoto anataka kujiunga pale. Alichokifanya kumbe ameshajiandaa kabisa na kisu. Ameshajiandaa kabisa na kisu chake. Alipotoka pale kaacha walimu wanaendelea na wazazi wengine wakiendelea kuandikisha watu na kuendelea shughuli zingine. Akatoka akaenda kwa watoto wanne wanabembea hizi bembeo. Alipofika pale tunaanza kuangalia ile mtandao hadi huduma. Ni vitu vya miaka 2.5. Hamna miaka 5 mitatu. 2.5 mmoja nusu ngapi? Alipofika pale akaanza na wale watu wanabembea kwa sababu tayari wako wanne. Alianza kufika wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa nne. Sasa alipokuwa akifika wale watu wengine wako mahali pale wakaanza kupiga kelele. Walipopiga kelele ikabidi watu watoke, wale wazazi wakule watoke na walimu watoke na walinzi wakafunga eneo zima la shule. Akashindwa